Bwana mtazamaji wa Nditi Online TV, leo nakuletea ile hapa ilikuwa kubwa sana ambayo unaweza kulifahamu na ni muhimu sana. Bwana, wengi mnafahamu vinywaji vinaitwa Pepsi. Pepsi ambao ni vinywaji ambavyo tumevizoea sana na kila mtu anavijua, viko very popular. Pepsi. Bwana, Pepsi ina mambo mengi sana yaliyojificha ndani yake ambayo ulikuwa huyafahamu. Unaona? Imejificha mambo mengi sana ambayo ulikuwa huyafahamu. Bwana, hii Pepsi imeanzia mwaka 1993 na mtu mmoja anaitwa Caleb Branham. Caleb Branham bwana ndo alikuwa ameanzisha hii kampuni. Unaona, alikuwa anauza tu kama kwenye store hivi kule New Bend, North Carolina, Marekani. Baadaye akaja kuita Pepsi Cola mwaka 1998. Hii ilitokana na nini? Ilitokana na ile neno Pepsi alitoa wapi? Pepsi alitoa katika mifumo ya kibiolojia ya mifumo ya mmeng'enyo. Nadhani nimesoma kitu cha pepsin katika wale mnasoma sekondari, yani sekondari form 1 mpaka form 4 pale kuna hii pepsin, mifumo ya digestion katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini neno cola akalichukua akalitoa kutokana na aina ya zile michanganyiko ya mimea inayotokana ile kinywaji chenyewe. Unaona? Hii kampuni imepitia madhila mengi sana ikiwemo masuala mzima la kiuchumi na vitu kama hivyo. Kama unakumbuka ile mwaka 1923 ndiko ambako ilipitia madhila hadi ikafikia hatua ya kwenda kununuliwa na bwana Charles Guth. Sasa tuache hapo tuanzie mwanzo kabisa mwa historia yake. Pepsi kama nilivyokuambia, Caleb Branham ndiye alifanya kazi na ikaja kufanywa ile renaming, jina likabadilishwa kubadilishwa. Sasa basi tunakuja. Baada ya hapo mwaka 1993 Branham akawa ametoka kuhifadhi soda ile au kile kinywaji kwenye store ndogo, akaja kupata faida kubwa mpaka kuja kuhifadhi kwenye ile godown kubwa kabisa, akawa anauzia pale. Akawa anaweza kuuza mpaka chupa 7968 kwa wakati mfupi sana, lakini baada ya hapo akawa anatengeneza zile gallons za syrup kwa wingi sana. Mwaka uliofuata akamfanya mauzo yake akampanda sana mpaka kufika galoni 19848 za syrup. Alikuwa anaziuza pia kwa watu ambao wanaweza akachanganya nyumbani kwao. Yaani syrup alikuwa anaweza kumuuzia mtu hata unaweza kauza hizo syrup akakuuzia ukachanganya Pepsi kwenye kampuni yako huko bila yeye mwenyewe kuhusika. Yeye alikuwa na haki anamiliki zile syrup peke yake. Unaona? Sasa inaonekana Pepsi mwaka 1999 mtu wa kwanza kuitangaza aitwa Barney Oldfield, ni bingwa mbio za magari. Yeye ndio mtu wa kwanza kuitangaza Pepsi kwenye matangazo makubwa. Kufikia mwaka 1923 Pepsi ikafilisika. Ikapata kitu cha financial losses, yani hasara kubwa sana. Hii ilitokana na mambo mengi sana ikiwa vita vya kwanza vya dunia. Yale madhara vita vya kwanza vya dunia mwaka 1918 vimalizika, basi madhara yake yalikwenda kuikumba kampuni ya Pepsi, ikawa bankrupt. Ikawa imefilisika vizuri sana, vibaya au vizuri, vyovyote vile. Lakini angalia akaja mtu mmoja kuinunua Charles Guth akainunua ikiwa hivyo katika hali ya bankrupt. Yeye alikuwa bwana ana kiwanda cha pipi. Anaanza pipi. Alikuwa na mkataba na kampuni ya Loft Inc ya kutengeneza pipi. Akanunua ile kampuni bwana, akaanza kuproduce ile soda. Unaona? Akaendelea shughuli yake, lakini ikatokea bwana kuna mambo yakawa yametokea pale. Unaona? Jamaa naye pumzi ikawa imekata, akawa amezidiwa sana na utengenezaji ile. Akaona auzie Coca-Cola Company ile syrup au zile haki zote Coca-Cola azichukue. Inasemekana moja ya vitu ambavyo Coca-Cola anajuta sana na walibugi ni kushindwa kununua hizi syrup au kampuni ya Pepsi. Basi jamaa wakakutana kwa ajili ya kuuziana, lakini jamaa Coca alitaja bei ndogo sana, ambapo jamaa akaona bora nibaki nayo tu, kwa sababu Coca alitaja bei ndogo. Sababu gani? Anajua kampuni ishafilisika, haiuzi tena. Sasa mimi nitachukua kitu kimekufa namna hii, kimeshachoka, hebu niuzie kwa bei hii. Jamaa akagoma, akarudi akasema bora nikupambane. Alivyoendelea kupambana akaendelea kuformulate kupambana hivyo. Sasa alivyofanya hivyo kutoka 1922 mpaka 33 jamaa wakawa wamerudisha tena kwenye njia kidogo. Unaona? Kilivyopiga kipindi cha Great Depression, wengi mnafahamu pale, kutoka miaka baadaye kabisa huko mwaka 1934 kule Pepsi wakawa kwa vizuri. Wakawa wameendelea. Baada ya hapo walichokifanya ni kwenda kwenye matangazo ya radio. Wakaunda kitu kinaitwa jingo inaitwa nickel. Wakafanya sana matangazo kwa nguvu zao zote ili mradi kurudisha kampuni kwenye ubora wake. Sasa ikaendelea. Charles Guth akamfanya kazi kubwa sana, yule jamaa mwenye kiwanda cha pipi yule. Akamfanya kazi kubwa sana. Unaona? Akawa amepambana, lakini ile kampuni
ya pipi ikaenda kushtaki. Unaona? Ikashtaki ukasema kwamba ameifilisi kutokana na fedha alikuwa anachukua kwenye kampuni ya pipi anapeleka kwenye Pepsi. Unaona? Kesi ikaenda kwenye level za juu kabisa, watu wakapelekana mahakamani. Lakini ukiangalia Pepsi wakaendelea kuwa wakali, lakini wakaendelea kutisha kwenye radio na vyombo vya habari mbalimbali. Walikuwa ni watu wameshika sana, matangazo yalikuwa ni muhimu sana. Unaona? Vijana wengi walipenda sana kama Pepsi. Pepsi ikafanya vizuri sana. Lakini baada hapo kitotokea wakaja kumteua mtu mmoja aitwa mcheza filamu wa kike aitwa Joan Crawford. Unaona? Yeye aliona na rais wa kampuni Alfred and Steel. Basi baada hapo akaja kuteuliwa kwa msemaji ile kampuni. Ikafanya vizuri sana kwenye matangazo ya biashara. Ikafanya vizuri, ikazidi kukua kwa kasi ya ajabu. Unaona? Lakini baada ya hapo Joan Crawford yule mke yule Alfred and Steel ambaye ni rais akateuliwa kwa msemaji wa ile kampuni sababu ya mvuto. Kwa sababu ile mvuto. Sasa akachaguliwa pale ili aendeleze ile kazi ya usemaji sababu ya mvuto wake. Jamaa wakasema basi hata kama sio member tutaendelea. Basi Pepsi wakaanza kufanya kazi pia na kama kampuni mengi sana ikiwemo ya filamu kama Back to the Future Part 2 ya mwaka 89, Home Alone ya mwaka 90, Wayne's World ya mwaka 1992, Fight Club ya mwaka 1999, World War Z ya 2013. Jamaa wakafanya kazi kwa kuitanua sana. Kampeni ikawa kubwa. Wakina Madonna na watu wengi sana wakashafanya kampuni. Sasa ikapata changamoto moja mwaka 1992. Shida inakuja ni kwamba ni kufa kufaana. Pepsi ikapata shida. Hii shida ilikuwa nini? Palitokea ajali mbaya wakati kuna promotion ya jishindia kofia huko Philippines. Watu wengi sana walishiriki. Ikawa imeua watu 5. Watu wakapublish sana hiyo story. Ikaenda viral sana. Watu 5 wafia kwenye kukanyagana kwenye kampuni ya Pepsi. Lengo ni kuwaharibia tu jamaa. Lakini Pepsi hakuishia hapo. Wakaendelea kuzindua vitu vingi sana ambavyo vilikuwa hizi promotion nyingi sana za kuhakikisha wanaipromote. Lakini ikaja kuizindua kitu kimoja kinaitwa Pepsi Staff. Hii ilikuwa ni Marekani. Lakini inalaumiwa kwamba ilitumia gharama kubwa sana hii kwa sababu walikodi ndege aina ya Concorde ya Air France. Wakando wanatumia wale mastaff kuzunguka Marekani nzima kuitangaza. Ikawa Marekani nzima nikieleza Pepsi tu. Unaona? Ikaendelea kufanya vizuri mpaka kufika mwaka 1997, miaka 100 kutoka kuanzisha kwake, miaka mingi yapita, ikafanya shughuli kubwa sana ya kuitangaza. Ikazindua logo mpya kama tunakumbuka, imebadilisha logo nyingi mbalimbali, ikaboresha mpaka kupata ile diet Pepsi, Pepsi Max na vitu kama hivyo. Sasa ikawa inaendelea. Ukiangalia ilivyokuwa inaendelea kufanya vizuri, kwa mtoto Walter Mark, Walter Mark akamtaja kwamba moja ya mtu wetu ni mchango mkubwa sana kwenye kampuni ya Pepsi. Sasa ikae Pepsi siri ya kufanya vizuri. Sasa hapa nataka ujue kwa nini Pepsi walifanya vizuri sana. Ni mbinu walizozitumia. Ni mbinu gani? Ni hizi. Moja, waligundua pale Marekani bosi alioshika nchi duniani pale ni huyo mtu anaitwa Coca-Cola. Sasa wafanyeje? Wakatafuta Pepsi Africa. Wakaja Africa kwa nguvu sana kuhakikisha ile bara wanapata kuna kitu kinaitwa the negro market walikianzisha kwa kasi sana. Wakatangaza kwa watu weusi kwa Afrika. Unaona? Ikana zidi kupata yani watu sana huku bara la Afrika. Wakaona ni sehemu pekee ya kukimbilia. Lakini wakimbilia Asia ambako ni Arabuni. Wakafanya kazi kubwa sana kuitangaza Pepsi huko Arabuni. Walifanya kazi kubwa, ikaonekana sasa kumetokea changamoto moja. Wakaanza kusema kwamba Pepsi kutokea changamoto ya ubaguzi wa rangi. Yaani Pepsi ubaguzi wa rangi kwa sababu waligundua kwamba hizi kampuni kama Coca-Cola zimedili sana watu weupe. Wao wakaeka mpaka wale sales manager kuwa weusi wengi sana. Na kwenye matangazo yao walihusisha watu weusi. Waliweka watu weusi kwa kasi sana. Mama mmoja alipigwa picha miaka nyuma akiwa negro, mtu mweusi black akiwa anakunywa Pepsi, anafurahia Pepsi na mwanae. Hii ikawavutia watu weusi sana kuona kwamba hii kinywaji imefikia watu aina nyingi. Kwa watu weusi wakawa ni wateja wazuri sana wa Pepsi hasa bara la Afrika. Lakini baada hapo pia Arabuni. Kwa Pepsi wakajikuta wanashika soko vibaya mno kwa ajili ya watu weusi. Lakini baadaye wakaona kwamba inaleta changamoto nyingine tena. Bado watu weupe wanakuwa wanaichukia Pepsi kwa ajili ya nini? Kwa sababu eti Pepsi inadili na watu weusi, ni kinywaji watu weusi chenye vikani dhihaka. Sasa wakaona sio mbaya, wakajaribu kuweka ufafanuzi kuhusiana na jinsi gani watafikia na watu weupe waende kuipenda Pepsi. Kwa sababu ni nyeusi, inaonekana watu weusi wanaokipenda, wanaipenda Pepsi zaidi. Jamaa akatoka pale
wakazidi kujitanua kuweka usawa kwamba hii Pepsi inanywa na mtu yoyote, lakini sio kwa ajili ya watu weusi. Lakini baada ya hapo jamaa kuishia hapo, jamaa wakaishia wakaendelea kujitanua zaidi kuelekea kule kunaitwa Russia au Soviet, nchi za Soviet. Coca-Cola alikuwa hawapo kule wala Pepsi, jamaa akajitanua kwenda Soviet. Kufika Soviet wakuta wakatumia akili kubwa sana, wakaomba kuingia mkataba na kampuni ya vodka ya kule ya vinywaji vikali kule Urusi, kwamba tuingie mkataba, nyie mtakuwa wabia, tutawasaidia kwenye kazi yenu na sisi tutasaidia. Wakawa wanafanya kazi ya kubadilishana, yani wanachukua wao wana promote Pepsi Urusi, sisi tuna promote vodka kule Marekani, wakaingia ubia. Kwa hiyo akatawala soko vibaya mno la Urusi, akalishika vibaya. Wakafanya hivyo hivyo kwenda Romania, wakachukua kampuni kubwa sana ya vinywaji pale Romania, na yenyewe akaingia kwenye mkataba huo, bwana, tangazeni na sisi tutangazie. Wakanafanya biashara ya barter trade, kubadilishana, kwenda kubadilishana uzoefu na nchi nyingine. Ikawa imefanikisha vibaya mno. Wakawa wanataka kuingia kwenye nchi ya India ambayo ina watu wengi sana. Wakaona pale itakuwaje. Wakuta sera ya India ni ngumu sana. Ina ugumu gani? Ina ugumu kwamba India wao walikuwa hawataki kampuni yote ifanye kazi pale, huku ikiwa sio ya Kihindi, yani haitaki kujihusiana na Hindi, yani India hawana hisa nayo. Jamaa wakachokifanya, wakaingia mkataba na Wahindi, yani serikali ya India, kwamba wao watawamilikisha baadhi ya hisa, lakini watakuwa kiuzia syrup wale jamaa wa India, afu wa India wenyewe watakuwa wanatengeneza Pepsi ya kwao, wanapa percent wao wa Marekani wa Pepsi, wanapatia percent wao wanatengeneza wenyewe. Kwa hiyo ikawa ni Coca-Cola, ikawa ni Pepsi India. Wakajikuta Wahindi wana Pepsi ya kwao tena, wakaichukua ikawa ni ya kwao na wakafanya nayo kazi vibaya mno. Kwa hiyo wakajikuta Coca-Cola waje kushtuka, wanakuta India Pepsi imeshika soko. Kwenda kuangalia, kumbe wao walifanya uzembe, walipoona sera ya India haitaki mgeni, hawakutumia akili kwamba tufanyeje tuchukue soko la India, lakini Pepsi walijiongeza, wakafika mbali zaidi. Pepsi hakuishia hapo, wakaendelea kuwawini watu maarufu. Wakamchukua mtu kama Michael Jackson. Hapo ndio Coca alikuwa anafeli. Aina gani wana muziki waanza akafanya nao kazi. Michael Jackson akawa ni kama balozi. Sasa angalia ushawishi wa Michael Jackson duniani. Yakawa ndo kama balozi, wakapata naye dili kubwa sana. Akawa anapiga hela nyingi sana na wakawa wanapata faida kubwa sana kupitia kufanya kazi na Michael. Jamaa wakaendelea. Wao ndo wakaanza kubuni zile mascot, yani vile vinyago vya kupromote Pepsi vya kike na vya kiume, walipromote, wakashika sana soko, wakajikuta wanazidi kumganyaga Coca-Cola sana. Lakini baadaye ikaja kukuta inampumulia Coca-Cola kwa karibu sana. Ikani kampuni ya pili duniani kwa ukubwa, au ya kama sio ya tatu ya kidunia. Coca kujikuta hakika sasa ni mpinzani wake kabisa. Akawa ni kama unazungumzia Simba na Yanga dabi, na hapo ndipo Coca alipoanza kujuta ni wapi walikosea kutokununua hii kampuni. Mambo yakawa magumu kwao, yakawaelemea kweli mpaka sasa hivi ni tatizo. Lakini ukiangalia uadui ulianzia wapi? Walianzisha operation inaitwa promotion inaitwa blind test. Yani style ile ya kwenda kushindana kuonja soda. Hii nayo ilikuwa ni changamoto. Ilikuwa Pepsi Challenge. Unaona? Watu walikuwa wanashindana kunywa soda au kupima ladha ni ladha gani. Unaona? Baadaye ikaonekana kwamba Pepsi ikawa ni changamoto sana. Mtu anaweza kanywa Coca-Cola lakini anasema ni Pepsi, anakuwa amekosa. Ikawa ndio hivyo. Coca-Cola akaona hii tatizo, wenyewe akajibu kujibu mapigo sana kujaribu kupambana na hii kampuni. Unaona? Sasa hii kampuni walichukulia kama kampuni ndogo, lakini baadaye ikaja kuwa baba wa biashara duniani. Hiyo ndio siri iliyojificha kwamba Pepsi walikuwa wanatumia akili kubwa sana kushika masoko. Wakikuta nchi ya waingiliki, wao wataingia tu. Kuna nchi nyingine Coca unaweza kukosa, lakini Pepsi huwezi kuikosa, inaingia. Wanaingia vipi? Wanatumia mbinu. Lakini mbinu nyingine waliotumia Pepsi ni kwenda kwenye michezo. Sasa walikuwa tuingia kwenye michezo, wakaenda kudhamini michezo kwa kasi sana. Wakaingia kwenye michezo sana. Wakagundua kila timu ya mpira kuweka hela kwenye michezo, kuhakikisha watu wanakuwa wengi huko. Sasa baada ya hapo ilivyoingia kwenye michezo ikaonekana kwamba wamefanikiwa kwa kiasi kubwa, lakini kufanikiwa kwa kwingine ukaenda ni Mashariki ya Kati. Hawakupenda kufanya kazi na taifa la Israeli. Waliwatenga taifa la Israeli vibaya mno. Walikuwa na hofu kwamba Waarabu wengi wanakunywa Pepsi. Kwa hiyo wakienda kufanya kazi Israeli, Waarabu wengi wangewapotezea. Hii ikawavutia sana Waarabu. Sana. Basi wakaja kugundua kwamba jamaa wamewaheshimu. Kwa Pepsi wakatawala sana soko la Arabuni, na Waarabu wakaanza propaganda
wakatumia mpaka wale watu wa dini kwamba Coca-Cola ni kinywaji ambacho kinapingana sana na Uislamu. Kwa hiyo ikawa ni bifu kubwa sana. Kwa hiyo jamaa ikawa ni hila juu ya hila. Nadhani umeona matukio yalivyokuwa yakiendelea. Jinsi gani jamaa anatumia akili kufanya na hujuma, kufanyana vipi. Basi Coca, moja kitu ambacho walikuwa kijuta ni kwa nini wakuchukua ile kampuni wakati imefilisika. Sasa hivi wamekuwa na upinzani wakubwa, Coca na Pepsi. Hakuna bao utaingia utakosa soda za haya makampuni mawili majiant kabisa. Bwana, majina yangu ni Silas Faustin Nditi.